Bana, nimemisi sana. Na mimi nimewamisi sana by the way. Hivi. Kwa nini msubscribe video zangu? 70% ya watu wanaoangalia content zangu hamsubscribe kwa nini? Hebu sikiliza. Kwani ukisubscribe inakupunguzia bando? Haikupunguzii bando. Ukisubscribe kwenye video kwenye channel yangu inakukosti chochote? Haikukosti chochote. Why? Kwa nini? Subscribe bwana. Au madini hatoshi niongeze nini? Maybe madini hatoshi niongeze. Okay, basi subscribe kwa ajili ya future. Pengine madini na bana hivi mpaka tupie subscribers 10,000 itakuwa umefanya la maana sana. Bana, hebu subscribe sana. Naomba msubscribe sana. Share video zangu, wageni wadau wanaopenda production. Waambie kuna jamaa anaitwa mwanangu Tilomi. Hivyo anafundisha production. Hebu msubscribe, hebu share video zangu bana. Acheni mambo yenu. Subscribe mambo yaendelee vizuri. Yeah. Bana, leo nakuja kuonyesha wiki iliyopita tulikuwa na shoot series ambayo itaruka kwenye YouTube soon. Mimi nimekuwa kama cinematographer pale na nimedirect kidogo, lakini nimesimama sehemu kubwa sana kwenye kushoot ile series. Nimeshoot na soon itaanza kuruka kwenye YouTube. But hiyo sio point ya leo. Point yangu ya leo ni nini? Nimekuja wakati tumeshoot pale, kuna shot za drone zile ambazo tulikuwa nimerecord pale, tuna shoot nini, tukatumia shot za drone, tumeshitia Mwananyamala. Watu wakawa wananiuliza sana maswali kwenye group na baadhi kwenye group, kwenye Facebook na TikTok. Bala, namna gani ya kugrade shot za drone? Miongoni mwa kitu rahisi sana kugrade ni shot za drone. Hilo watu hawajui. Kwa sababu hauoni skin tone ya mtu kwenye drone. Hata ukipiga saturation mpaka juu, hakuna mtu ambaye anakuja kuona hicho kitu na kujua umeongeza saturation iko kubwa sana. Kwa sababu just ni majengo na nini. Labda drone shoot hapa, lakini picha za drone sio kwa ajili hiyo. Na kwa hiyo leo mimi nimekuja kuwaletea ni kwamba how to color grading drone footage. Namna gani ya kufanya rangi shot ambazo umeshoot na drone. Na drone ambayo tumetumia ni Mavic 3 Air, one of the best drone. But me I like drone Mavic 3 Air S. Napenda. Bana, before sijaenda kuonyesha namna kugrade. Bana, mimi nina software zote unazojua wewe. Nina Adobe kuanzia mwaka 2017 mpaka 2025. Nina DaVinci Resolve kuanzia 17 mpaka 20. Nina Final Cut. Nina software hiyo Adobe kama iwe Photoshop iwe nini, zote ninazo. Nina software hizi plugin, sijui Enhancer, Magic Bullet, Film Grade, sijui kuna ile Film School, kuna plugin yote ninayo. Na ninao ya Windows, ninao ya Mac. Nina LUT, nina transition, vitu vyote ninavyo. Kwa hiyo kama ndugu yangu una shida na hizi software, wewe nitafute tu, mimi nitakuuzia kwa bei rahisi sana. Yaani kwa sababu mimi nilishanunua, wewe una haja kununua. Wewe cha msingi nichukua namba yangu iko chini hapo, au bonyeza hapo chini kuna link, ukibonyeza moja kwa moja unakuja kwenye WhatsApp yangu. Hauna haja kununua, mimi nishanunua, wewe usinunue. Mimi nimetoa $250 kununua Adobe. Wewe kwa nini utoe $250? Toa $100 tu au hata $50. $50 unaweza kukuuzia pia. It depends my condition ikoje. Yes. Kwa sababu sio biashara ambayo ni biashara kusema naifanya biashara. No. Na hii ni kama nawasaidia tu ndugu zangu. Ndio maana nakwambia naweza kufanya $100 au $50. Ni which niko kwenye mood gani? Yes, hiyo nadhani depend. Sio biashara. Ila tunasaidiana kwa sababu kazi hapo mimi mwenyewe nimesaidiwa sana kazi ya production. Before kwa hii software kwanza kununua nilikuwa napewa bure. Lakini nyinyi wenzangu mimi siwezi kuwapa bure kwa sababu kitu hichi kimoja. Ile software mimi nikichukua, wewe ukiniomba huko Morogoro, huko huwezi kuja Dar es Salaam, au huko Marekani, au huko China, huko Japani, au huko Sudani, au Zanzibar, au Mwanza. Mimi nitachukua software nitaitia kwenye internet ili wewe uweze kudownload. Ile internet mimi natumia bando. Internet yangu hii hapa. Kwa namba yangu kwa sio. Au niweke namba. Ukataka kutumia internet yangu mimi hapa. Inalipiwa kwa mwezi. Na unajua it's very expensive kulipia. Ndio Kwa hiyo that's why na mimi nakucharge. Kwa ndo hapo. Bana, hebu tena tuka grade shot alafu uje nikwambie unafeli wapi. Yaani tumalize kugrade kwanza alafu kija nitakwambia unafeli wapi. Kama nilivyowaambia mara kwanza nikasema leo tutafanya grading ya drone. Sasa
hapa nina baadhi ya footage kadhaa ambazo zimeshutiwa na drone. Usisahau drone ambayo imeshutia hizi footage ni DJI Mavic Air 3, ndio ambayo drone ambayo imeshutia. So anyways, na preview, nataka ni preview footage zangu tuone naweza nikapata kitu gani hapo. Yes, nipunguze ubora kuweza kuplay zaidi. Naona shot ya kwanza ni hiyo. Yes, iko sawa. Lakini no, nataka kitu ambacho kiko very complicated. Yes, ambacho kitaweza kuonyesha details hii ambacho nataka mwenyewe binafsi. Naongeza ubora kidogo. Hii sawa. Anyways, hii nzuri zaidi. Okay, yes, hii kidogo. Unaona ilivyo. Hii na motion. Yes. Alafu kiona hii shot, unaona huku kuna jua. Hapa na maana jua limeweka upande. So ngoja nicheki shot nyingine. Hapa shot ziko nyingi sana. Unaona hii ilivokana vijumba. Yes, nitatumia hii. Sawa. Okay. Yani baada ku decide nitatumia hii, ngoja niangalie nyingine. Yes, giza liko limeeta. Ngoja jioni. I hope nitatumia hii. Hapa itakuwa sawa. Anyways, mimi nitakata kuanzia hapo. Nitaleta mpaka hapa. Hii ni footage ya mchana. Kisha nitadrag kwenye timeline. Hilo la kwanza ulielewe. So baada ya hapo natafuta shot ya usiku. Hapo iko poa sana, imenyooka mno. Ngoja nyingine. Yes. Nataka mpane pia, sababu drone shoot mwenye karibu. Hiyo nataka karibu hapa. Yes, nitatumia hii hapa. Yaani msione soft sana, kwa sababu setting ambazo nazozitumia mimi kwenye drone inafanya inatoa chenga zote. Alafu unaletea clip ikiwa iko nani sana smooth. Alafu pia kwenye drone yetu kulikuwa kuna nani semaje, tulikuwa hatujafuta ile pale kwenye lens mbele. So ingia kwenye color. Msisahau guys, mimi ninatumia Adobe ya mwaka 2024, na kama ninapopiga debe kila siku anataka Adobe aniambia, na hii ni computer ya Mac. Ngoja nikuonyeshe. Unaona Adobe hii hapa, Photoshop 2024 hii hapa, Premiere hii hapa 2024, hapa ni DaVinci Studio. Hii DaVinci Studio inauzwa $250. Sasa mtu anahitaji anifuate, mimi nitamuuzia kwa $200 tu, wala kuna shida. Unaona hii hapa After Effects engine software yenyewe hapa. Pia ninayo Final Cut X, zote software ninazo. Kwa hiyo ukija njoo tu vizuri, tunaongea, wala usio na wasiwasi, tutaishi fresh kabisa. Njia ya kwanza ambayo tutakuwa tufanye hapa ni kugrade. Unaona ni kugrade, kupata picha ambayo itakayokuwa inalizisha kwa ajili ya project hii. Hilo la kwanza. So tunaanzaje? Beginner wa kawaida, hii ndio njia yake. Cha kwanza mimi napenda kucheck contrast. Angalia picha ilivyokuwa ya contrast, na nimevuta hadi mwisho. Hii haihitaji, uzuri wa shoti za drone ni unataka majengo tuone hapo. Hautaji siju kuna mtu kuna skin tone utaipata. Hapana, wala isiku stress. Yes, kwa hiyo shoti
wala sijui nini, na unaweza pia kuongeza mwanga kama mimi ninavyoongeza mwanga hapa, ili mradi tu picha yako wewe uipende. Umeona? Kwa picha ya drone ku grade it very easy. Unaangalia tu jicho lako linakwambiaje. Baada ya hapo ukipiga kuongeza saturations, tayari green imeisha. Ukipiga sharpness kidogo, ukaja huku ukaleta kwenye easy. Hiyo ni shot ya kwanza. Kwa tukija kwenye before ni hii hapa. Hii ndo before hapo unaiona hii kubwa. After ndo hii hapa. Umenipata sijui mazee? Easy tu, wala sio kitu cha kusema shot za drone kufanya color grading kwamba ni njia nzito utafanya fanya shot ya drone siwezi. Shida iko pale kwenye kumatch shot ya drone na footage zako. Hapo ndo shida inapokuwa hapo, na watu washikaji zangu wengi wanakuliga hapo. So naomba mjiunge na group langu, tutaweza kuwasaidia hizo changamoto kama hizo ndogo ndogo kupata footage kali, upate sijui na kuchanganya nini. Mimi ndio mwisho wa matatizo. Ukija kwangu nitaonyesha hizo njia. Alafu unajua it's easy kwa sababu hii drone ukiwa unatumia drone hizi sasa hivi DJI Mavic 3 sijui sijajua kwa Mavic 2 sijatumia sana, lakini nimetumia Phantom sana ni Mavic 3. Mavic 3 uzuri wake ina kitu kimoja ambacho watu hawakijui hapa. Ngoja kwanza. So okay, wewe tulimpimia. Ina kitu kimoja ambacho watu hawakijui. Kitu chenyewe ni nini? Mavic 3 ina D-Log. Nadhani mmesikia kitu kinaitwa D-Log. So kama mtu anapenda D-Log, inakuwa ni mimi ambaye nimeshutia D-Log. D-Log ni picha ya DJI, maana yake ni DJI log, ina maana ni picha ya DJI ambayo iko flat. So niliklik hapa kupata kufungua lati zangu. Ina ile lati yangu inaitwa 5A. Ngoja niweke hapa kwenye hii shot yangu. Naona majengo yalivyokuwa. Unaona? Yes, ngoja sasa nilifanya liwe la amazing, ile Dar es Salaam as foreign. Hizi wanatumiaga sana Nigeria. Unaona, kama vintage fulani hivi. So unaona tofauti wa shot. Yes. So umeelewa mazee? It's very easy, wala sio kitu cha kusema kiku stress. Kwa bana kufanya rangi ya drone ni mbaya hapana. Unaona hii rangi mimi nilitumia kwenye music video fulani. Usipo na ili uipate hii rangi kwenye music video ukae vizuri, unabidi settings zako zianzie ukiwa location na shoot. So hiyo ni lati yangu ya kwanza. Ngoja nitie mwenzake. Hii ni A, ngoja nitie B yake. Hii ni B, ngoja nitie A yake. Umeona A yake inavyofanya. So hizi ni sample za lati ambazo, na hii ni picha ya mchana. So kuna hii cube yangu ndio lati yangu ambayo tunaita C1. Nikiweka naona picha ilivyo imechange, the whole thing yote imebadilika. So unaweza kaandika hapa T-Romex whatever. Okay, yani shot za drone wala si stress. So kuna lat nyingine hapa naita Enjoy Final 6. Yeah. Maona hiyo ilivyo imeleta hii uzuri kadna design hii ndio ile one click lat kwa sababu inacheza hadi na mwanga. Hata kama shot yako inakuwa haina mwanga, kwenye hii lat inakubali. Lat inaita Bell Pack. Naiona ilivyo. Hii inataka picha ambayo ina mwanga mwingi. Kwa utakuwa unachagua. So I like mzee. Lat yangu inaitwa mzee hiyo hapo. Ukiweka unaona uzee kweli. So kwenye hizi lat ambazo ninazotumia, my favorite rangi zote nazipenda. Ila kuna rangi moja iko hapa. Tukiwa tuitumia kwenye hii shot, pia tutaitumia na usiku. Na uzuri wa rangi zangu mimi bana zinatoa hadi chenga. Kwa hiyo kama umeshoot video kwenye noise, njoo jaribu lati zangu. Bei rahisi, package zipo.
Nimetupia wapi tena, mimi na mambo mengi. Yes, hapa yes, hii ni kama hile tu. So hii ni shoti ambayo imeshutiwa mchana. So hilo ni jambo la kwanza. So tuende kwenye shoti ya pili ambayo imeshutiwa usiku. Tuko pamoja mazee. Nataka tuamie kwenye shoti ya usiku. So shoti ya usiku kila kitu kinakuwa kiko poa. Hiyo ndio shoti ya usiku. Ngoja tuanze kufanya kara kwanza. Imetokea jamani, yuko kabla sijaingia shoti ya usiku. Guys, ngoja turudi kwanza huku. Unaona hii ndio shoti yetu. Hii ni before. Hii hapa ni after. Tuko pamoja. Yes, mimi nimeamua tu kuweka hivi. Unaweza kaamua kuweka chochote unachotaka. Mimi niko hapo kwa ajili ya kufundisha. Lakini ninapokuwa napewa kazi ya mteja nitatumia muda mwingi sana mpaka mteja atake apende kile anachokipenda. Hapa ni mimi vile ninavyojisikia na mood yangu ambayo ninavyotaka nifanye. Tuko pamoja. Anyways, shot hii mimi nitafanya hivi. Nitakuja kama kawaida kwenye contrast. Nitashusha mpaka down. Naona picha dark inapatikana. Nitakuja kwenye highlights. Kwa sababu ni usiku, unaona ukiwa highlights ina maana zile taa za magari au taa za barabarani unaona na kwa zinapungua. So ni muhimu upate, kwa sababu hii ni shot ya drone. Kwa hiyo sio lazima ushushe, usikalili, pandishe. Kwenye dark, ukishusha sana dark utapoteza detail. Inaweka kidogo hivi whites. Ngoja tuiongeze ili tupate kidogo unyama mwingi kwa huku. Naona huku nikisema nishushe white, muone hizi nazipoteza. Nataka ile jiji kuna wili nalikosa. So hivyo afu nataka nipate kisana yake black. Sasa hivi na kwa hapana na uliotoka hapa nataka black na kwa hivyo. So unaona ilivyokuwa hapa ni collection tu. Hii ni before, hii ni after. Very easy. Nitakuja kurudisha kidogo white balance kidogo, naweka temperature na shusha kwenye spray kwenye magenta. Yes, baada hapo naenda kuchukua lati yangu moja tu na iweka ile lati ya mwisho kuweka. Yes, una jiji linaleta rangi huko. Unaona hizi rangi wish zinakuja hapa. Unaona color ilivyokuwa easy na hakuna chenga. Angalia nikitoa lati yangu nikizima. Unaona nikiweka lati paka noise zenyewe zinaona wivu. Sijui mnanielewa mzee. So ni rahisi sana. Ni hata wewe pia unaweza kufanya ukiwa kwako na mambo yako, unaweza kufanya. So hii rangi nyingine unaona hii imekuja kushine same fulani hivi, lakini unaona kule ilikuwa inakuza mabati. Kwa hiyo ni rangi nyingi sana ambazo zipo, ambazo ninazo mimi, lakini nakuonyesha hizi sample tu ambazo unaweza ukazitumia. Enjoy Final 7 ikiweka inasemaje. Umeona yenyewe imekuja kuifanya footage imekuwa imepoa. Kila rangi ndio ile for hapa naweza nikapiga kuna salati inaita Sony. Ikiweka hapa inakuwa safi kabisa. Yes. Milati zangu zinakaa sehemu yote, shutie Sony, shutie Panasonic. Wala nikimweka plati ile tauze. Yes, zikudam. Plati zipo nyingi sana. Usije ukajua nagusa hizi tu. Ngoja nichukue uselati gani hapa. Acha nichukue Q3 basi. Q3 maana yenyewe na mabala yake. So, nilichokuwa nataka kuonyesha leo ni namna gani ya kufanya rangi video ambayo umeshuti na drone, which ni kitu ambacho mtu unaweza kukiogopa. Usiogope, ni kitu cha kawaida sana na ni kitu kidogo mno ambacho wewe mwenyewe pia unaweza kama umekaa zako kama hivi unajiachia unafanya tu, wala unahitaji kujuta sio fulani aje kunini sijui nini naratibu kibao, unakuwa unaweza ukagrade. So baada ya hapo shot inakuwa imekamilika. Hii ndio njia rahisi ya wewe kugrade shot ya drone. So video inayokuja nitakuonyesha namna ya kufanya sound, ya kuweka sound track kwenye shot za drone. Nitakuonyesha namna ya kuedit kwanza in professional. Alafu hapa kuna soundtrack ambazo nimeziweka hapa, naweza nikakuonyesha kidogo.
ili ukaona kidogo hata ambacho nikisema ni video inakuja una background music utakuwa unaelewa. Kuna muziki wa kwanza hapa. Hii ni moja kati ya soundtrack ambayo inafahamika sana watu wengi na tunatumia sababu ina copyright. Kuna hii mwana yes, kuna beat nyingine mwana tukisema tuchukue kidogo hii tutupia hapa. Tukisema tunaanza unaona ubavu uko ubwela, yani ubavu uko ubwela. Yeah, so video inayokuja nitaonyesha ni namna gani ambapo unaweza kurekebisha na hii kitu ikakaa sawa kabisa bila kuwa na shida, bila kuwa na changamoto, bila kuwa na stress, na ukaenjoy project yako na ikakaa vizuri sana kama the way mimi ninavyofanya hapa, na anybody mtu yote anaweza akafanya, na kitu rahisi sana ni kufanya color grading and tone. So kwa hapo nadhani tushie hapa. Hii ni kwa video ya mchana, editing. Yes, I like to do here. So hii kwa ni video ya mchana, alafu hii hapa ilikuwa ni video ya usiku. So hata kwenye mchana unaweza kuhamisha soundtrack. Inakubali tu mzee wangu, wala si atubahatishi. Unaona ngoja tusogeze mbele uone vizuri zaidi, ni anaongeza ubora hapo uone. Tunakajua music video inafungua hivi. So hapo unaweza kutia maneno 3D ni nadhani nishafundisha vitu. Anyways, so hapo tuishie hapo na mambo mengine yazidi kuendelea. Na mazee mimi nawapenda sana na nakubali sana kila kitu ambacho kinafanyika kinakuwa ni poa sana. Alright, unapofeli wewe ni umeangalia video mpaka sasa hivi alafu haujasubscribe. Hicho ndio kitu kinachokufanya wewe unafeli sana. Bana, hebu subscribe kwa sababu haikukosti chochote, sana sana inakuongezea. Alafu subscribe sio kama followers bana. Kama utakuta umefollow watu wengi kuliko wale kufollow, hapana. Subscribers wako hivyo bana. Subscribers ni watu wa YouTube. Kwa hiyo hawawezi kusema kwamba umefollow watu wengi kuliko watu vipi. Hapana, haifai. Kwa hiyo msingi ni subscribe, like, share, comment na vitu vingine viendelee kama kawaida. Na hizi content zangu ziko vizuri, naona pia unajifunza production na kila kitu ambacho unachokihitaji kufanikiwa. Na wewe kwa mfano watu mnaojifunza production mko kwenye group lako, wao wanapata kila kitu free anytime wanaponiuliza mimi nawajibu. Kwa hiyo kama unaona unataka kuniuliza swali lolote unataka kunijibu, njoo jiunge kwenye group langu ambao ukiingia mwanzoni mwa mwezi ni shilingi 10,000. Kwa hiyo kama unataka kuwa mwanangu sana na nijue mwanafamilia, njoo jiunge kwenye group langu. Na vitu vingine vyote vinakaa sawa. Kama uhitaji hivyo basi unafeli kutokusubscribe video yako.